walikuwa wamekuona giza sababu dunia ilikumeza. Lakini Mungu amefika kupatia tena nuru kupitia uzima. Mungu amefika kupatia tena nuru kupitia uzima. Wakati uko unaangalia uzima, uko unaelewa mwanga ya Mungu. Wakati uko unaangalia uzima, uko unaangalia mwelekeo wako kwa wapi. Wakati uko unaangalia uzima, uko unaangalia ushindi yako. Wakati uko unaangalia uzima, uko unaangalia ushuhuda yako. Wakati uko unaangalia uzima, uko unaangalia mibaraka za Mungu. Kuna mibaraka za Mungu imefika na kuingia ndani ya uzima mpya. Haleluya. Amen. Ile mibaraka haikuwa prepare kwa watu wengine hapana. Lakini ilikuwa prepare kwa ajili yako. Sababu mibaraka bila uzima ni bure. Mibaraka inafika na uzima. Mungu amesema baraka yako iko tayari. Lakini inabaki kwako sasa kufungua neema ya uzima. Kufungua neema ya uzima. Ndio utashika baraka yako. Watu walikuwa kama mifupa mikavu. Hakukuwa tena na nguvu ya kufungua neema. Ndipo maana Mungu akabeba mitume yake. Akabeba nabii yake. Kwenda tangaza ile mifupa. Haleluya. Kumbe mahali ambapo nguvu ilikuwa imeisha imepotea, ndio iko mahali ambapo Mungu anatazama. Mahali ambapo unaona hati yako imeisha imezorota. Ndio kumbe pale ndio Mungu amefika kuonekana. Mahali ambapo unaona hawezi tena. Pale ndio Mungu ameanza upya. Maana Mungu anafika kuamsha tena. Ambayo ilikuwa ya bure chini ya dunia. Ambayo ilikuwa ya bure chini ya dunia. Ambayo ilikuwa ya bure ndani ya anga. Ambayo ilikuwa ya bure ndani ya mbingu. Ndio Mungu amefika kufanya tena maajabu. Mifupa mikavu. Hawakujua kama kuko visitors na tire. Lakini mifupa mikavu wakasatire uwepo wa Mungu iko kitembea. Wakati mifupa mikavu wakaelewa kuna uwepo wa Mungu. Wakaanza kusikiliza. Wakaanza kuelewa. Wakaelewa kuna wakaelewa kuna kitu cha maana. Wakaelewa kuna kitu cha maana. Kwa maana sasa Mungu alipoona pale Ezekiel akamwambia Mungu, anasema Mungu, umenibeba mali hapa na shukuru. Lakini nipe sasa orientation. Unataka nifanye nini? Kwenye mifupa mikavu. Mifupa mikavu ya leo inapaswa kuwa watu ambao wako na uwezo kuna huko. Wako kwa watu ambao wako kimalizika huko na huko. Lakini uko kama Ezekiel katika maisha watu wote. Na Mungu hata acha Ezekiel moja kukufa wala kupotea. Hauelewa message hii. Nasema hivi, kuna watu wanauoa wanaisha kama nyama. Lakini wao Mungu amekutabirisha, amekupa tena neema na amekupa tena kibali. Umekuwa kama Ezekiel katika mchana ya leo. Wako hakuna kipo. Maandiko matakatifu yanatuambia kusema, wakati ambaye Ezekiel akauliza Mungu, unataka nifanye nini mahali hapa? Kitu ya kwanza aliogopa, alitosha woga, aliondosha mashaka na alielewa Mungu ana nguvu na uwezo ya kurudisha tena, ya kurejesha tena yale ambayo ilipotea, yale ambayo iliisha. Biblia inasema Mungu akamwambia kusema, simama utangaze, uamuru na utabiri juu ya mifupa ambayo imepotea, ambayo ilikuwa imeuawa ndani ya miaka mingi sana. Deseni. Mifupa ya watu ilikauka. Mifupa ilikuwa imegawanywa. Mifupa ilikuwa imepasuliwa. Lakini Mungu akasema na Ezekiel, anja kukusanya yote. Natangaza leo, ambayo ilipotea kwenye mambo yako mzima, uikusanye yote mjina la Yesu Kristo. Ambayo ilipotea ndani ya kizazi chako, uikusanye yote mjina la Yesu Kristo. Yenyewe ilipotea ndani ya biashara yako, kama kazi ilipotea, Mungu akusanishe tena mpya mjina la Yesu Kristo. Kuna watu ndoa yao iliibiwa, Mungu awape tena ndoa yao na kukusanyisha. Kuna watu ndani ya mwaka iliyopita